Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awali wote namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi ni dereva ambaye anasafirisha vimiminika ama alimaarufu mafuta. Ndugu zangu, nataka niongee na madereva wenzangu, lakini pia kuna majambo na ujumbe leo kidogo tu ambao unaweza ukatusaidia baadaye na kutuweka sawa katika hii kazi yetu ya usafirishaji wa mafuta katika nchi mbalimbali, katika mikoa mbalimbali. Kiutaratibu kabisa, professional drivers tunapoenda kupakia mafuta tunakuwa na utaratibu, lazima baada ya kupakia kwa mita lazima tuhakiki mafuta kwa dipstick. Na dipstick ndio zinatoa hesabu sahihi ama zinatoa halali kwamba mafuta haya niliyoyapakia kutokana na TT ninavyosoma katika kila chumba inanipa hesabu au inanipa majibu ambayo ni sahihi, lakini pamoja nilipakia kwa hesabu za mita, lakini lazima nifanye dipping ili kujua sasa haya mafuta niliyopakia katika chumba namba 1, namba 2 mpaka namba 5 na namba 6 kutokana na tanki lako na apartment ngapi, unakuwa umeshaelewa kabisa kwa ujazo huu na hesabu hizo zinazofanya mafuta yangu nimeyapakia yote. Lakini jambo ambalo ni hatari zaidi, tunapofika sehemu za kushushia haya mafuta, mara nyingi sana kuna baadhi ya madepo tena imekuwa ni mengi sana, yanakuwa hayafuati hizo utaratibu wa upimaji mafuta. Sasa mimi nataka niongee na wewe dereva leo, usije ukafanya hii kazi kwa mazoea. Endapo unafika sehemu ya kushusha, kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya kabla ya kushusha mafuta yako ni lazima ufuate principles za upimaji mafuta. Utachukua dipstick zako, utapima kuanzia chumba namba 1. Tena na mteja anatakiwa hakiki mzigo wake kabla hujamshushia, kama tunavyoshushaga mizigo mingine. Kabla hujashusha tuhesabu au tuhakiki sili ama tupime. Kwa hiyo tufuate utaratibu, umwambie kabisa dereva, tajiri wewe, mimi nimekuletea mzigo wewe. Jambo la kwanza hapa tunataka tupime mafuta ndio tukashushe. Acha kufanya kazi kimazoea. Tunaona madepo mengi yanafanya kazi kimazoea na sisi tunapiga shoti kwa mazoea. Na sisi tusharizika. Mahali tumefika sasa, enough. Tufuate utaratibu sehemu za kushusha. Unapofika sehemu ya kushusha, kata siri zako na huyo manager ama na huyo mpokeaji mafuta, mwambie panda juu twende tukapime mafuta. Acha haraka kwenye ushushaji. Fuata principles za ushushaji kama ulivyopakia. Weka stiki zako katika apartment namba 1 mpaka ya mwisho, pima mafuta yako, piga hesabu kabla hujaanza kushusha. Ukishapiga hesabu, ukamwambia ulivyopakia na hesabu ulizopima na ikakuonyesha, basi moja kwa moja sasa twende tukashushe. Wakati huo ameshakuandikia dipping zako. Tena andika na ushahidi zile TT. Kama chumba cha kwanza ulipakia 5000, andika 5000. Chumba cha pili hivyo. Ukishaandika hivyo, baadaye akija kukuambia una short tip 2000, mwambie hapana, hizi ni za kwako, mimi mafuta nilikuletea yote. Kwa sababu leo hii unakuta depo yetu unaambia tunaenda kashusha. Alafu ukishashusha unakuambia una 500 na 600. Sasa 500 na 600 inakuingia akilini kweli? Haikuingia akilini. Kwa hiyo mimi niwaombe sana madereva wenzangu, hii kazi inahitaji elimu na hesabu. Twendeni tukafanya kazi kielimu, twendeni tukafanya kazi kihesabu. Tusiambie tu ukifika bana unga hose pipe shusha. Ni kosa moja baya sana, ni kosa kubwa sana. Tuacheni haraka tunapofika sehemu ya kushushia. Tufuate utaratibu. Tajiri kama mhusika mteja hataki kufuata utaratibu wa upimaji wa mafuta, kuhakiki mafuta yake, ni bora ukastiki bila kushusha haya mafuta kuliko kukimbilia kushusha alafu ukatoka na short lita 800 alafu una ushahidi wote unaokuonyesha wewe kwamba mafuta uliyaleta. Lakini kitendo cha kudipu kudipu stick, yani kwamba kuyapima katika stick zako, ni jambo la muhimu sana ambalo litakusaidia wewe. Hata mtu akija kwambia unaleta 2000, unamwambia mafuta lita 2000 vipi wakati nimeleta hesabu zako zote. So mimi niwaombe sana madereva wenzangu, tubadilike na tuwajibike. Tufanye kazi kitaalamu. Hii kazi sio mbaya, ila mifumo ndio migumu. Asanteni sana, naomba kuwakilisha kwa dereva wote wa truck na dereva wote wa tank. Njoo kwa hoja, njoo kama unaona kuna sehemu nimeenda tofauti, nasubiri comment yako hapo, kama dereva wa tank, kama dereva wa truck, ili tuende sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki.